Oh yes, God bless you, God bless you. Is me Lev Yazel. Leo nitafundisha mambo makuu matano ya kuzingatia kabla haujaanza biashara. Kabla hujaanza biashara yako, lazima uzingatie mambo haya makuu matano. Hauwezi kuyakwepa. Wengi wao walioyaacha na kuyapuuza walijikuta wakiangukia pua. Walijikuta kabisa wakiangukia pua. Na leo nitafunua siri hii ili iweze kukusaidia wewe kwenye sekta yako ya biashara. Unajua watu wengi waliosoma elimu ya dini, waliojikita sana kwenye dini, huwa wanahisi biashara kama ni dhambi hivi. Na wengi wao huwa wanakosea sana. Lakini biashara sio dhambi. Biblia yenyewe inazungumza Mungu aliwahi kutumika na wafanyabiashara wakubwa duniani. Kuzungumzia juu ya Ibrahim, baba wa imani, alikuwa ni mfanyabiashara nguli. Ukizungumza hata baba yake na Yesu, alikuwa ni mfanyabiashara wa furniture, fundi seremala. Ukizungumza Yakobo, ukizungumza Suleiman, alikuwa ni mfalme anayetumika na Mungu, lakini alipewa hekima na Mungu na alikuwa mfanyabiashara nguli. Kwa hiyo biashara ni njia nyepesi ya kumpeleka mwanadamu kwenye mafanikio ya kiuchumi. Ajira inaweza kawa ni njia nzuri, lakini biashara inaweza kawa njia nyepesi zaidi. Sasa kuna mambo makuu matano ya kuyazingatia kabla haujaanza biashara. Jambo la kwanza ni lazima uzifahamu sheria ndogo ndogo za biashara. Hapa kuna sheria za kiserikali, lakini kuna sheria za kijamii. Sheria za kijamii hizi zinakueleza zile rules and regulations za mtaa unazungumza nini kwenye hiyo biashara. Mfano kama sheria ndogo ndogo hizi ni biashara ikiwa inaanza, usikopeshe watu. Usikopeshe watu. Mtu anaweza akakopa kwa uwepesi, kuja kulipa ikawa ni mtiti. Na wengi waliofunga biashara utakuta alikopesha watu sana. Watu wakasumbua kulipa mtaji ukayo. Kuna kisheria kidogo tu kinasema kama wewe ni mwanamke au mwanaume, usichanganye mahusiano ama mapenzi na biashara. Masuala ya familia na biashara. Unauza unga, unauza mchele. Nyumbani unga umeisha, nunueni kwenye duka lenu. Lakini jambo la pili la kuzingatia kabla haujaanza biashara. Jambo la kwanza uzifahamu sheria ndogo ndogo hizo. Jambo la pili, uwe msiri kabla haujafungua biashara fulani. Utakuta mtu anataka kufungua biashara ya labda kuuza vinywaji, lakini ni mwezi unaofuata anatangaza mtaa mzima. Watu wanapishana dhamira, kuna wengine ni wachawi, kuna wengine ni watu waovu, kuna wengine wana nia mbaya. Watu wanaweza wakakuzuia kabla haujafungua hiyo biashara yako. Wanaweza kukuzuia kwa kijicho, wanaweza kukuzuia kwa kuroga, wanaweza kukuzuia kwa maneno mabaya, wanaweza kukuzuia kwa nyanja yote usiweze kufikia malengo. Lakini jambo la tatu la kuzingatia kabla hujaanza biashara, uweze kuwafahamu wateja wako. Know your customers. Uweze kulifahamu soko lako na wateja ambao wewe unawahitaji. Kama wateja wako ni vijana, mfano mtu labda anauza nguo, lazima ujue wateja wake ni kina nani. Aidha ni watoto, alete bidhaa za watoto. Ni kijana, alete bidhaa za vijana. Anataka wamama, bidhaa za wamama. Lazima ufahamu wewe una target kina nani. Lakini jambo la nne ambalo ni jambo muhimu sana kabla haujaanza biashara ni upatikanaji wa bidhaa. Utakuta mtu kaanza biashara fulani, amewika amepata jina, alafu watu wanaulizia bidhaa, anaambia bidhaa hii haipo. Bidhaa hii haipo. Mmoja wa watu ambao biashara ziliwashinda ni walianza vizuri, wakakosa lugha ya mtaani tunaitaga machimbo. Chimbo halisi ya kitu ambacho anataka kukifanya. Mwisho wa siku anaishia tu kusema haipo. Hiyo haipo itaifanya biashara yako na yenyewe iwe haipo. Hiyo imeisha itaifanya biashara yako na yenyewe iwe imeisha. Lakini jambo la mwisho
la kuzingatia kabla haujaanza biashara ni uweze kutenganisha faida na mtaji. Utakuta mtu anauza shilingi 100,000. Hajui mtaji ni upi, faida ni upi. Anaenda ananunua nyama kilo 3, ananunua nini na nini, akizani kama kipato chake ni milioni 1. Muda wa kwenda kufuata mzigo, mtaji unapungua. Mtu anakula faida na kupitiliza na kula mpaka mtaji. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja ananiambia, aliambiwaga na mama yake, usile mtaji, mtaji ni sumu, ukila utakufa. Hiyo ilikuwa ni kauli tu. Haimaanishi kama ukila utakufa wewe kimwili, ila biashara yako itakufa. God bless you. Is me Lev Yaziel. Tukutane tena muda na wakati mwingine sahihi. Usiache kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Mungu akubariki zaidi.